lakini ikisha hakuna kitu chochote kile ambacho unanificha, na ikitokea nikagundua kuwa kuna kitu unanificha, yaani kuna kitu unafanya nyuma yangu, basi sitakuwa kama nilivyo. Mami, wewe ni ngao yangu. Kila nikipiga inaita, mwisho siku inakata. Kwa hiyo nikaona kama uko kwenye hatari, ndio maana nikasema liwalo na leo, kitakachotokea ndio kitokee, acha nije huko. Tatizo mapenzi yananipeleka, halafu pia nasumbuliwa sana na Tano. Jimmy, hebu acha utoto. Hizo haraka zenu zinaweza katupunza tukakosa kabisa imisha. Na hayo mapenzi yako yaweke pembeni kabisa na kazi. Sawa, nimekuelewa. Huu ni usiku, twende kupeleke, maana pole sana dada yangu. Hata ukilia vipi, hakitabadilika kitu chochote kile. Kinachotakiwa kwa sasa ni tufanye utaratibu ili tuweze kufika msibani. Hayo mengine yanavumilika dada yangu. Hakuna binadamu ambaye anaweza kuvumilia maumivu. Ni kweli amenikosea, lakini nilikuwa naishi naye. Lazima niwe na roho ya huruma. Lakini hata iweje, mimi siwezi kunyanyua mguu wangu hapa kwenda huko msibani wala mazikoni. Na namshukuru Mungu, ilikuwa ni mke na mume, lakini hatukuwahi kufunga ndoa. Hakuwahi kwenda kwetu wala mimi sikuwahi kwenda kwao. Hata nisamehe, sitaweza kufika. Lakini hakuna cha lakini. Kuwa mwelewa. Vipi, kwema? Sio kwema hata kidogo. Yaani hapa ninapokwambia toka asubuhi mambo hajapita kitu chochote. Sasa mimi nilikuja kwa hiari yangu mwenyewe. Okay. Kwa hiyo unaotaka, si ndio? Fanya chochote unachojisikia, mradi nipate kipato cha kumsaidia mama wangu. Okay, tuingie basi nikajidambue mwenyewe. Lakini leo sina elfu thelathini. Leo na shilingi 10,000 tu ndio nilokuwa nayo, na nitakuongeza na 500 ya nauli kama utojali. Ken, shilingi 10,000 kweli? Yeah. Mbona unaiona ndogo? Alafu mimi sijakuforce. Leo sipo kwa ajili ya mapenzi. Kwa hiyo kama utaki, tembea. Sawa.
Mimi nasikia taarifa zako tu sasa hivi, sio kwa uzuri, ni kwa ubaya. Sasa sijajua mmekoseana nini, na vile vile hapa ametoka hivyo. Basi sawa, na atarudi muda gani? Maana nilikuwa na mazungumzo mengi na yeye. Mimi nadhani atachukua muda sana, atakuwa ameshafika, kwa sababu alisema kuna jambo tu anaenda kuweka sawa kisha anarudi. Oh, sasa atakaporudi nilikuwa naomba nisaidie kumwambia apokee simu zangu. Meseji ameshindwa kujibu, lakini hata kupokea simu pia. Sawa, mimi nitamfikishia kama ulivyoniagiza. Nadhani atayafanyia pia kazi. Basi sawa, mimi niseme tu asante. Nashukuru. Okay, sawa. Batuli, mimi naona kama hauko sawa. Vipi, kuna tatizo lolote? Amna madam, sina tatizo. Kwa sababu nakuona kama hauko huru, yaani kama vile kuna vitu vinakufunga. Kama kuna tatizo lolote unaweza ukaniambia. Wala mimi sina tatizo madam, niko sawa. Natamani usingenificha, lakini ikisha hakuna kitu chochote kile ambacho unanificha, na ikitokea nikagundua kuwa kuna kitu unanificha, yaani kuna kitu unafanya nyuma yangu, basi sitakuwa kama nilivyo. Unaweza ukaenda kuendelea na kazi zako. Nani tena? Subiri kidogo nakuja. Ndiyo. Mimi natoka na. Oh, sawa. Vipi? Umeonana na Tamara? Maana alikuja hapa kukuulizia. Hapana, sijaonana naye. Na umcheki kwa sababu alisema ana shida na wewe kinoma. Sikiliza dogo.
Mimi naona mambo ya Tamara ungeachana nayo. Maana ungejua alichonifanyia mwanaume wake, usingeongea maneno hayo. Kwa sababu aliamua kunidhalilisha na kunivunja moyo kabisa. Mimi nadhani usiwe na mawazo hayo. Tuliza hasira, kisha utafikiria kitu kizuri na mtakaa mtaongea ataisha. Mimi najua haujui maumivu yake ndio maana. Lakini ungekuwa unajua maumivu yake, usingeongea maneno kama haya. Ndio mapenzi hapa hivyo. Kwa hiyo mimi naomba tuendelee kuyazoea. Sisi wenyewe tulishakomana hayo maumivu. Kwa hiyo maumivu yapo kila sehemu. Najua umekuwa mshauri mzuri. Lakini ukiwa na mimi basi sitaki muongelee kabisa Tamara. Sawa? Okay, sawa. Batole? Batole? Madam. Mimi hapa natoka na sijajua itachukua muda gani kurudi, ila nitakujulisha. Hakikisha hakuna mtu yoyote ambaye anaingia humu ndani bila ruhusa yangu. Nikihitaji mtu yoyote aje hapa, basi nitakujulisha kwenye simu. Sawa madam. Kingine nakuamini sana, ndio maana nimekukabidhi hii nyumba. Natoka, nitakavyorudi nahitaji nikute kama nilivyoiacha. Na usisubutu kufanya kitu chochote kile cha hatari. Sawa. Kwa nini umeamua kunitelekeza baba? Kwa nini umeamua kunifanyia hivi? Nateseka peke yangu. Sina ndugu. Nilihisi kama dunia nzima imenielemea mimi peke yangu. Kwa nini umeamua kufanya hivi? Naomba unisamehe sana mwanangu. Na sikufanya hivyo kwa bahati mbaya, bali kuna matatizo yalinikuta. Sikupenda kabisa kukutelekeza wala kukuacha peke yako. Unasema nikusamehe, lakini hujui maumivu ninayopitia katika moyo wangu. Mtu ambaye uko naishi naye, ambaye uko namtegemea, mwisho wa siku aligongwa na gari kisha na kufariki. Mbwela amegongwa na gari? Mommy, wewe ni ngao yangu.